Okay, basi hapana mashaka tena. Ndani ya Foundation Family is a great production. Kwa huduma zetu safi na bora kabisa. Chini ya Umoja Movie, kama kawaida ndio wasambazaji wote wa kazi zetu sisi ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Basi pia bila kusahau picha hii inakuja kwa udhamini wa bana Ilari Studio zile pande za Palace AK. Utajipatia picha kwa bei jumla sambamba na reja. Bila kumsahau John Mapenzi zile pande za pale mtaja leo karibu na Jamhuri Kaushi. John Mapenzi House of the Movie. All of the movie pale unajipatia huduma safi na bora kabisa na huduma kabambe. Enam, basi hii hapa ni Foundation Family. Kitu wanakiita munkari. Munkari ni neno la Kiarabu ambalo linamaanisha ushetani au uovu. Picha hii imeweza kubezi kwenye historia kweli huko mashariki mwa Java. Munkari ni kitu ambacho kinatakikana kuondolewa. Shule ya bweni ya Kiislamu ya kike ya Al-Ram, kijiji cha Bengaretus Logoman, mashariki mwa Java. Tukija kwenye msikiti ambao wanaoita Albania, basi muazini alikuwa akinadi swala na akiazini. Ilikuwa ni swala ya alfajiri. Watu walikuwa wako kulateni wanachukua udhu. Jadi Sheikh anasema kwa hivyo jambo gumu kwetu kufanya ni kuamka kwenye swala ya alfajiri, karena dilafazkan dalam, kwa sababu muazini ananadi swala salatu khairum minan naum, yang artinya maneno haya na maana salat itu lebih baik, swala ni bora kuliko kulala, swala ni bora kuliko usingizi. Kumbukeni hili. Salatu khairum minan naum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yenu. Na wewe pia amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yako. Ndipo Sheikh anaondoka. Mwanamke ambaye anawalelea mabinti hawa. Siap-siap. Katika dakika 10 kila mtu kelas 2A wajiandae subuh dimulai kuingia kwenye darasa la pili A kwa ajili ya kusoma Qur'an. Mau kemana, Her? Anaambia unaenda wapi? Naenda kuchukua Qur'ani yangu, kitabu changu. Basi akisha unarudi haraka. Bibi ambaye anaitwa Arurin. Nang di mana Raiku? Acha anakwenda wapi? Katanya nang di. Sijui. Ametoka tu. Ni ajabu hii. Basi bibi alikwenda kuchukua Qur'an. Qur'ani ni kitabu ambacho ni mwongozo kwa Waislamu pamoja na sunna na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ni mtume wetu sisi Waislamu. Binti huyu alikuwa na tatizo la ajabu. Haikujulikana ndani yake ni ushetani unamtawala ni nini. Yakishika kitabu cha Qur'an basi anasinzia hapo hapo. Maona shughuli hiyo? Bibi alitakiwa kajiunge kwenye darasa la pili A kwenye usomaji wa Qur'an. Na leo alikuwa anakwenda kujifunza sura Al-Fatiha. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wakati mama wanamuita Humi Ayu alitizama hayupo. Bibi Obi, semestinya mlipaswa kukumbushana kwa sababu nyinyi mmekuwa umma bora kwa sababu mnakumbushana. Dia. Ona sasa ametuingiza kwenye matatizo. Semuanya. Nataka kila mmoja asafishe uwanja, kamar mandi, mabafu, vibanda, majiko. Terus Harlina nggak dihukum? Vipi kuhusiana na Harlina ndo litenda? Kita. Si kosa letu. Mtaadhibiwa. hukum. Mnaadhibiwa. Na pamoja na Harlina kwa sababu nyinyi wote ni huma bora, mnapaswa kukumbushana. Apa lagi kamu? Hakuna visingizio. Umi, tadi Arna ketiduran Umi. Samahani, nilala tu nipenda kuchukua Qur'ani yangu. Sielewi nini. Sisikilizi mtu. Kerja. Basi anzeni kazi. Semuanya dihukum termasuk kamu. Ayo. Nyote mmeadhibiwa, endeleeni. Wapaswa kukumbushana nyinyi ni umma bora. Walimpiga vikumbo bibie. Na dini ya Kiislamu inafundisha amani, upendo, kutokumnyanyapaa mtu. Bangun kerja. Na mambo wa kadha. Lakini hao ni mabinti wanakuwa. Amana Mwenyezi Mungu juu wako, kulikuwa kuna maustazi. Semangat. Fanyeni kazi kwa bidii. Jangan malas.
msio wavivu. Bener kerjanya. Basi twende. Vibinti vingine vilikuwa vinajishongondoa, jamani ustazi. Acha kumwangalia ustazi Ayubu wewe. Masa? Usijisumbue. Nimechoka kwa hili. Kalau didiamin makin jadi anak kapoe. Hatuwezi kuacha tukaondoka. Apa pi? Asa tutafanya nini? Mabinti hao walikuwa ni watukutu kidogo na umri wa kukua, sio unajua tena. Sasa waliamua kumfata bibi ambaye aliwasababishia zahama ya kuingia kwenye darasa la Qur'an. Tukija kuna mabinti wawili ambao walikuwa wakiwa wanapendana sana, ikiwa Arlene pamoja na Ranum. Ndipo walipoingia Rabi Natali au Obi. Bisa-bisanya kamu ketawa. Naona mnacheka, mnaona mnafurahia sana kuadhibiwa kwa sisi eh? Ranum, Amina, Wati. Ramu, Amina, Mati, hebu ondokeni. Dewan Sindihu. Mwache afanye kazi hapa mwenyewe. Si. Unamaanisha nini Obi? Yunu. Ondoka nu. Ranum. Na wengine walinyang'anywa fagio. Bi. Bi, Jangan gitu dong. ati usio hivyo. Dia kan masih adaptasi. Bado hajazoea. Lu juga Alifika hapa na mwezi mmoja tu. Ranum. Amekuwa kwa mwezi mmoja hapa. Yeah. Sikiliza. Dulu itu Darasa letu limekuwa bora katika shule hii. nggak pernah dihukum Hatujawahi kuadhibiwa hata siku moja. waktu dia masuk. Lakini huyu toka alipokuwepo Kita yang kena. kwa kosa la kutusaliti alfajiri, sisi tukaadhibiwa. Terus? Hii ni mpumbavu. Tahu. Najua, lakini Kemudian ni rahisi zaidi kwako Fiza, wewe Hafidha. santri kesayangan, beasiswa. Ingekuwa hivi kwa wanafunzi ingekuwaje? Vipi kuhusiana sisi? Amin. Dila, Siti, Amina, Wati na wengine. Ingekuwa kila siku hivi ingekuwaje? Ni sawa. Kalau kamu nggak mau terserah kamu. Fanya njia. Aliamua kuchafua tena kwa hasira, akitaka afanye mwenyewe. Tena akimwambia pumbavu Rabi Natal au Obi kwa kifupi. Walimwaga maji wakati bibie Harlina alitendea haya. Basi akamwambia twende kwa sababu hawa wamekuwa ni wababe hapa ndani ya shule hii. Alisema hapana. Ranum yeye aliamua kubaki kumsaidia wakati bibie ndio anaongoza hii mob. Mama ambaye anaitwa Mama Ayu alitizama kwamba kuna nani, lakini hakuelewa kinachoendelea. Bibi alimsaidia Ranum. Nggak apa-apa, kamu pergi aja. Ni sawa kama unataka kuweza kuondoka. Ini salah aku. Yote ilikuwa makosa yangu. Apa? Aambia ni sawa, usijali. Aliamua kumsaidia. Biasa kamu Sijazoea kufanya haya yote mimi. di rumah. Nyumbani kwa wazazi wangu Apa? walinipa kile ambacho nilichokitaka kile wakati. Maaf Num. Samahani Ranum. Alimwomba. Ni sawa, Lanjutin aja yuk, biar cepet. turudi kwenye kazi yetu tuweze kumaliza haraka. Ya. Ranum ndio mtu ambaye alikuwa akiwa anampenda bibie. Kidogo amekuwa maisha ya chuo yalikuwa kwake kidogo yana tabu. Hichi ni chuo cha Waislamu. Wa kike tu wanajifunza dini. Basi wakati huo alikuwa akiwa anatizama picha kimtindo, wengine wakiwa wanakumbuka manyumbani kwao, wengine wanatembelewa na wazazi wao katika chuo. Bibi Ranum yeye alikuwa anatizama akionekana ni yatima. Kisha mama yake Sama aku. na bibi Harlin alimtembelea. Alimwambia kwa imara. Kalau mereka udah kenal sama Anasema wanafunzi wote walikuwa wanamchukia isipokuwa mmoja, akamwambia atakuchukia tu. Ya, Hakuna mama anayefanya hivyo. itu orang yang suka sama aku. Mwanafunzi mmoja tu ndo ananipenda. Yeye ndo mkarimu kwangu. Namanya Ranum. Jina lake anaitwa Ranum. Tapi yang lain gak ada yang baik. Lakini wengine mama ni wabaya kwangu. Terus spraynya, aduh. Shuka la kutandika lilanuka, ni chafu. Siwezi kulala juu yake. Mama alimcheka kwa sababu hajazoea. Hati mama kwani wanicheka? Usijali. ganti spray. Nitakuletea shuka la kitandani, nitakuletea jipya. Usiku wa leo nitakuletea na kuahidi. Bukan itu solusinya. Eti mama, hiyo sio shuka. Mama Mama, bujuk papa. zungumza na baba, mwambie Mau masuk pesantren. si lazima niwe katika shule ya bweni. Nah, Nisikilize Aaron. kamu kan tahu Unajua jinsi baba yako alivyo, ni mkali kweli kweli. Anataka asome dini. Vipi kuhusiana hili? dulu satu cowok Jaribu kukaa katika muhula huu. betah juga Baba yako ngomong bado apendi. Inazungumza naye kimtindo. Umalize muhula huu basi. mana senyumnya anak mama. Mimi nataka nione unavyoweza kutabasamu mwanangu. Gitu senyumnya kayak dipaksa gitu. Jangan dong. Najua kwamba huna namna, lakini jipe moyo. Cantik nih pakai jilbab. Unaonekana mrembo sana ukivaa mavazi ya Kiislamu. Ati wewe ni mrembo kweli binti yangu. Rupiah tuh. Lapo kontak-kontakan. Huu ni utumwa.
Mnapewaje adhabu? Perkara bapak ke wis akeh. Tayari na mengi ya kufanya. Mbak perkara Sihitaji shida yote kutoka kwako. Fikiria kuhusu hilo. koni. Utakuja kufukuzwa. Bapak gelem ngopin awakmu. Hah? Unafikiri unaweza kutembea na kurudi mpaka nyumbani? Inatosha mpenzi. Ni bibie Rabina Tao alikuwa akiwa anagombezwa na baba yake na alishtuka kwamba alipewa adhabu. Nggak usah, mau nanti aja. Ya udah. Basi yeye atakuja kula baadaye. Na wakati pia rafiki yake au mwanafunzi mwenzake alimtizama kwa sura mbaya, baba alikuwa ni mkali na tena walikuwa hapana mchezo kwa mabinti, lazima wawe wana namna fulani ya kuifuata dini. Basi baba yake na bibie Arlene alikuwa anatizama taarifa ya habari inayohusiana na masuala ya hali ya hewa. Arlene amesema kwamba yeye hajambo. Katanya dia kangen banget sama papa. Anasema kwamba alikuwa amekupenda sana baba. Na kabar dia di sana? Hati anaendeleaje huko mwanangu? Sudah lebih baik. Anazidi kuwa bora. Udah jauh lebih Anazidi kuwa bora zaidi. nurut Na sasa amekuwa mtiifu dulu, Mas. uko shuleni. Aku seneng deh ngeliat. Nimefurahi nimemuona jinsi alivyo. Tapi kayaknya dia nggak betah deh di sana. Nafikiri nadhani kwamba hapendi hapo, Apa mungkin lakini ni wakati wake dia pulang ya? utakuja kufika kurudi nyumbani. Sebulan tinggal. Imepita ni mwezi mmoja tu, Nggak betah. japo hapapendi. Pelajaran apa kalau Anaweza kujifunza nini kutoka katika shule kwa mwezi mmoja tu? juga belum tentu lah. Bado hajajua kusoma Qur'ani sahihi. Dia lebih lama tinggal Mwache huko kwa muda mrefu, disiplin tuh anak. atajitahidi na atakuwa na nidhamu. Ya udah, aku antar. Sawa, nitakwenda huko tena kumpelekea blanketi mpya na shuka alikuwa anahitaji. Baba alisema ni sawa. Basi ilipofika nyakati za usiku, mabinti wale waligombezwa na wazazi. Alhamdi, yani anasoma anashindwa, maskini Mungu. Laka, hiyo sio nzuri. Ada kemajuan kamu? Naona maendeleo yako sio mbaya. Aku habis ini mau ngaji deh, Na kwenda msikitini kusoma Qur'an. Utafuatana mimi? Tua kamu ya Ranum. Unataka kwenda kuombea wazazi wako bibi Ranum? Ndio, wazazi wake yeye Ranum ni yatima. Tapi aku siap-siap dulu. Nitafuatana na wewe Alhamdulillah. na ninajiandaa. Namshukuru Mungu. Alisema atakuwa kwenye chumba kimoja anakiita chumba cha waudhu. Basi bibi alitaka naye kujisafisha, kujiandaa ili aende na rafiki yake. Sasa alifungua kwenye kabati lake kwa ajili ya kuchukua shungi zake, kujiweka sawa, kujistiri. Ili waende kusoma Qur'an, na alikuwa akitaka kuwasomea dua wazazi wake. Sasa alianza kuchukua pasi kwa ajili ya kupasi ushungi wake. Maona shughuli hiyo? Ndipo walipoingia vichwa hamna hawa. Ati mnatafuta nini? Herlina. Amani Mwenyezi Mungu iwe juu yako Arlina. Masalah cari masalah kamu ya? Wewe msumbufu, mshenzi wewe, troublemaker. Apa kan ngadu nangum ya Uco? Ulisema nini kuhusiana na sisi jana? Punya mulut kok lemes. Anaonekana na mdomo mkubwa. Aku nggak ada ngadu. Sikumwambia chochote Umi. Aliwashwa kibao. Aliwasemea jana. Ni kama umekuwa domo la udaku. Sikusikia chochote kutoka kwako. Maskini hati walia. Ada salah apa sama kalian? Mimi sikufanya hivyo wala sikumwambia. Obi jangan Obi. Ati Obi, tafadhali usifanye hivyo. Diam. Dila. Muinue. Sasa walitaka kumpa adhabu maskini Mungu. Hiki ni chakula chake ambacho aliletwa na mzazi wake leo. Kwanza bibi Obi alifanya ya kwake, kisha alimtemea. Cici. Wani kan be aku? Enggak. Wani. Wataka kupigana mimi? Je, unaweza kupigana mimi wewe? Niache nikimbie. Alikamatwa. Huo ni ushenzi walikuwa wanamfanyia bibie. Walimsukuma chini, kisha alijichoma mkono wake na pasi. Amka. Hili ndilo balaa lililompata katika bweni ya shule ya Kiislamu. Anasema inauma eh? Mau kemana? Ati unaenda wapi? Rabina Tali alikuwa ni mwanamke mwenye roho mbaya tu. Na hii ni hali ya ukuaji wa watoto. Tafadhali niachie niende.
Obi, menang. Obi akaamba nyamaza. Alichukua pasi. Dikit panas loh. Anasema ni ya moto hii. Nataka kujaribu ni mchome kidogo. Alimsukuma pembeni. Amina, fungeni mlango asije akaenda popote huyu, hii itakuwa mbaya. Basi bibi walibidi kumkamata kwa sababu usiku hawaruhusiwi kutoka kwenye mabweni yao. Bibi alianza kukimbia na huku walibidi kumhakikisha kwamba anamkamata ili asije kwenda kutoa taarifa. Ati kwa wapi njiani ile kule. Usiku walikuwa wanamkimbiza kweli kweli. Bibi alikuwa anataka kufanywa mbaya. Na wakati huo jamani, unaona ilikuwa ni mida watu wanaelekea msikitini. Umi upande wa pili kwa bibi ambaye ayo wanamuita Ranuma alitaka kusikia, na ndipo walipomkamata na kumrudisha ndani. Aku selalu baik-baik loh sama kamu. Ya kamu malah ngadu ke Umi Ayu. Terus sekarang kabur, mau ngadu lagi. Anasema alikuwa mkarimu sana kwake, kwa nini alikwenda kumwambia Umi Ayu? Bibi alikuwa analia, maskini Mungu. Usifanye hivyo, usifanye hivyo. Alitumbukiza mkono. Ule mkono ulikuwa umeungua na ukitumbukizwa kwenye maji yaliokuwa na sabuni ya omo. Ni hatari, ni maumivu, hakuna mfano wake. Akaambia nyamaza. Hakika walimtendea unyama binti huyu. Twende tukajifunze kwenye hii picha. Shule ya bweni ina majanga kweli kweli. Si wote, ni baadhi yake. Yaani ni baadhi ya shule, ni mambo ambayo wanakutanaga nayo shule, lazima ukomae. Unapopelekwa kwenye shule za bweni lazima ukomae. Umeona shule hiyo? Basi ndipo walimwagia maji ya baridi. Jangan manja gitu dong. Usio kama mtoto wewe. Ati unataka kupigana mimi? Niachie niende. Alikimbia. Unamwacha unaenda wapi? Bibi akakimbia tena baada ya kuona ni balaa hili. Maskini Mungu. Arlene aliamua kukimbia baada ya wenzake walikuwa kwa mnyanyasa kweli kweli. Alikimbia. Nao akabidi kumfuata mbio mbio kuhakikisha kwamba wanamdhibiti, na bibi alianza kutoka mbali na maeneo ya shule yao. Bwana we. Bibi alikuwa akikimbia. Mambo ni msege mnege. Alipita paka maeneo ya barabarani kisha akaanguka, na alipoanguka gari limpanda na kumgonga bibi, maskini Mungu. Hii ilikuwa ni tukio hatari kweli kweli. Bibi tayari kagongwa na gari, na hii ni kabadi. Basi babake Bwana Sabto hakutaka kuzungumza na maustazi wawili, Ustaz Gan na Ustaz Jafari, na Sheikh ambaye alikuwa ni imamu akiongoza eneo lile. Dewi, hali yake ikoje? Mkeo anaitwa Dewi. Ati nini kilimtokea? Aligongwa vibaya na gari lilimpanda, na mkononi alikuwa amechomwa. Bwana alipotizama, Sabto aligundua kwamba mwanae alichomwa kwenye mkono. Ina maana alikuwa akifanywa unyanyasaji. Bwana ndipo alipogundua ile jambo. Bukan luka kecelakaan deh. Hii haikutoka sehemu ya ajali. Ina maana binti yangu alikuwa anafanywa ushenzi. Ndipo Bwana Sabto alikuja, alimkamata na kuwarusha maostazi. Bisa-bisa. Tulia, inawezekanaje? Misalnya kalian tuh sampai nggak tahu kalau anak. Haukuweza kugundua binti yangu ana jeraha la kuungua katika mkono? Bwana tulia. Si dulu. Tunaomba utulie kwanza. Bwana Sabto. Saya tahu nih. Kalian datang ke sini. Tuliwapa dhamana ya kutunza mabinti yetu. Untuk atas kejadian ini. Na nisije nikalumia nitakapokwenda kushtaki kwa tukio hili. Di luar pesantren. Na binti yangu angeanzaje kutoka usiku nje ya bweni lao? Bwana Sabto, nasikitika kwamba tulikosea. Kwa uhakika kwamba Arlene alikuwa na jambo lingine ambalo tuache kwanza tuhakikishe kwamba kama yuko salama. Kan anak saya di pesantren. Nilimleta katika shule ya bweni ili mfanye awe bora. Msimruhusu aumie. Naonekana kwamba hamuelewi mambo yenu. Tafadhali ondoka. Akaambia ni sawa. Amani Mwenyezi Mungu iwe juu yenu. Basi bwana alipoonekana kwamba tayari amepandisha hasira yake iko juu.
kwa nini binti yake ametendwa hivi, na kati yeye wao ndo wanachukua dhamana ya mabinti zao kuwaleta katika hiki chuo. Lupa PR kalian. Usisahau kazi zako za nyumbani. Tafsir surat Al-Isra ayat. Nitaendelea na sura Al-Isra aya namba 37. Untuk kesempatan Pia tutamwombea rafiki yetu dua, mwanafunzi mwenzenu Arlene, berkat. amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yenu, na wewe pia amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yako. Twende babako. Ukisikia Uislamu maana yake ni amani au kujisalimisha, ndio tafsiri yake. Nom. Gimana kalau kita jenguk Vipi ulienda kumtembelea Arlene hospitali? kita di Nom yang izin ke Kiai gimana? Tutaomba ruhusa, wakituruhusu basi tukamtizame. Yes. Kumbe ni wazo zuri. Saya kantin. Basi Kalian duluan aja. hakuna shida, tutalizungumzia wakati wa kula kantini. Hawa walikuwa kitizamana kwa sababu kuna uovu waliofanya. Duluan ya. Basi sawa, tutakuja kuonana, hakuna tatizo. Maona shughuli hiyo? Basi mambo hayo. Lakini walikuwa na wasiwasi na Ranum walijiuliza kwa nini. Lakini kwenye mashine ya kupumua inaonekana kwamba bibie habari yake ndio inakwenda kuwa Kush Margia. Ni kwamba alipoteza maisha pale pale, mapigo ya moyo yalisimama. Wiki moja baadaye, ila kwenye mashine tuliona mapigo yake ya moyo yalisimama, lakini wiki moja baadaye hivi kwenye shule ya bweni ya Waislamu ya watoto wa kike tunaona wakiwa wanaanua mavazi yao, wakina Siti, wakina nani wanaanua baadhi ya vitu mbalimbali. Maona mambo haya, akiwemo pia na Ranum, na alikuwa anaanua vitu vyake. Astaghfirullahalazim. Mara alitimba bibi na tulimwona alikufa. Ilikuwaje? Mashine ilisimama. Haya, mtende. Akatabasamu. Assalamualaikum Ranum. Assalamualaikum Ranum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hapa ndipo tunaanza machezo yetu. Arlene, Aku kangen banget sama kamu. ati nilikuwa nimekumisi, nimekupeza sana. Kisha akatizama kwa jicho la hasadi. Nyinyi mashoga nitawakomesha. Alikuja akalokota nguo na mguu wake ulikuwa umefungwa kwa majeraha. Anatabasamu na amerudi, amekuwa mweupe usoni kama marehemu. Kembali ke sini. Acha Rini amerudi. Jopo la walimu, tunafanya nini? Mau langsung kita tanyakan Tutamuuliza kilichotokea usiku huo terjadi pada malam itu atau Umi Ayu alikataa. Kasih dia waktu dulu. Tunapaswa kumpa muda na shauku kidogo. Herlina digangguin sama teman-temannya. saya sependapat Hii na wasi Arlina anafanywa bana na wanafunzi wenzake. itu dari pondok kalau nggak Asingeweza kuwa mbali na bweni, kuna sababu. Sudah bahas ini Tumezungumza hili mara nyingi kuhusiana na mabinti kukaa kwenye mabweni yao. berurusan sama santri. Tuacheni kufikiria vibaya wanafunzi, zana ni mbaya. Udah itu senioritas di sini. Hakuna uongozi miongoni mwetu. Rono ya opo sih? Nilikuwa najizungumzia mwenyewe. Kuna uongozi miongoni mwetu na pia sisi ni walimu. Waache kuleta zana ya kushuku watu, ni dhambi kushuku. Mengajar di pondok lain. Kita harus ekstra pengawasan. Tunapaswa kutizama kwa karibu. Ada Herlina baru yang mencoba kabur dari sini. Kutokana na kujaribu Arlina kukimbia, Rusak citra pondok kita. itaharibu taswira yetu. juga membahayakan nyawa santri. Pia ni hatari kwa wanafunzi wetu. Imamu ambaye alikuwa hapa wanamuita Sheikh Kaya. Wa jazaa'u syai'ah sayyi'atu misluha. Faman afa wa aslaha fa ajruhu innahu la yuhibbu zalimin. Dan balasan dari suatu Na adhabu uhalifu wa mtu anapokutendea ubaya, basi mtendee ubaya ule ule, memaafkan yani dan berbuat baik au kumsamehe ni kitendo kizuri, Allah Subhanahu wa ta'ala. na ukamsamehe ukamwacha Mwenyezi Mungu ndio ambaye anayejua kulipa zaidi. Zalim. Mwenyezi Mungu hawapendi watu mazalimu, kwamba pale mtu ambapo anapokufanyia ubaya mlipe sawa sawa na ule ubaya ambao aliokulipa, na akasema kwamba kusameheana ni bora zaidi
na ambapo Mwenyezi Mungu ndo mwenye malipo mazuri. Na pia aliwaelekeza wale wanafunzi na kuwaambia kwamba Mwenyezi Mungu apendi watu ambao ni madhalimu. Na ghafla tu bibi alipata kiyuguyugu. Ni kwamba alimuona bibie Arlene yuko pale, lakini anamenyanyuka na anamwambia asalamu alaykum. Saya cuma Hakuna kitu, ni akili yangu tu. ada apa Umi? Na maustazi walijaribu kuzungumza aya mbalimbali ambazo zingeweza kuwapelekea kuwafundisha hawa watoto mambo kadhaa. Telah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni kwamba kwa rehema za Mwenyezi Mungu tena amerudi, atakuwa pamoja na sisi. Suatu hal yang patut kita syukuri. Tunapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu tena. Kembalinya Herlina di tengah Kwa sababu Arlene amerudi hapa, adalah sebagian, hii ni sehemu ya mipango ya Mwenyezi Mungu. dan hanya Allah Na Mwenyezi Mungu ndiye sebaik-baiknya mpangaji na mkuu wa yote. Allah ni Mungu wa Waislamu. Na Allah haina tafsiri yake. Hivyo tu. Basi mashoga watatu walikuwa wamejipanga kivyao, wanatizamana, na hao ndio waliomfanyia uovu huyu bibi. Arnum, njoo huku. Walitaka kisha kwamba anamtenga, akasema hapana, yeye atakaa na rafiki yao. Her, Vipi? kamu gak mau cerita soal kejadian malam itu? Mbona kutaka uzungumzie lilokupata kwa bibi Umi au kwa maustazi wetu ambao wanatusimamia hapa kwenye msikiti huu na shule hii? Angalau ungeweza kuniambia nini kilikupata. Kirin, Ranu. Usijali kuhusiana hilo, Ranu. Alimwambia sijali kuhusiana hilo. Umeona shughuli hiyo? Semua ada balasannya. Hakuna vitendo vibaya ambavyo mtu anaweza akaadhibiwa. Ndicho alichokisema Ar-Rahman. Terus ya mas. Kwa njia hiyo Ngojo ke susu. tunapaswa kupunguza mwendo kimtindo. Ti. Caranya cepet. Vipi kuhusiana sisi kuganyika? Hapana, mimi naogopa sana. Bose? Lakini ni haraka zaidi katika njia hii. Mau. Sitaki kufanya hivyo. Wewe nenda kule na mimi nitaenda hivi karibuni. Ti, umesikia? Chukua kuwa na wewe. Una uhakika kuhusiana na ile? Akamwambia ndio. Dekat. Ati nenda kule. Rabi Natali au Obi ni mtukutu kweli kweli. Walibidi kujigawa. Wanataka kwenda kufanya nini? Mabinti bado ni watukutu, wako kwenye foolish age, kipindi cha kukua. Sasa walijigawa. Ni nini ambacho walikusudia leo? Sasa wakaingia upande wa pili taratibu. Sikia michuruziko wa maji. Pengine labda ni sehemu za choo au ni sehemu gani? Ndio hivyo. Tizama hapa na pale. Unaona shughuli hiyo? Mara milango ilianza kujifunga. Haya. Basi taratibu Obi alizidi kusogea kwa hatua zake za utashi. Alimwona T amesimama hapa. T
akaingia chooni na wakati walijigawa, kila mmoja apite huku. Sasa akabidi kufuata Ti. Alibidi kumfuata. Ipo shughuli babako. Ndipo walipokuja upande wa pili na kusimama. Ni sehemu ya store kuhifadhia vitu vya kusafishia choo. Siti. Ni mavazi ya Siti kabisa. Akamgusa. Ti ni bibi ya Siti. Alipogeuka, Siti. Assalamu alaikum Obi. Ni shui bwana we. Siti kageuka kwa kituko. Umi alikuwa na kumgongea mwalimu wa kike. Mama Ayu. Umi. Mama Ayu. Ostaz Gani. Ostaz Jafari. Jamani. Ostaz Ayubu. Ostaz Idi. Mwana shulio. Ostazi. Ni hatari bwana we. Ni adhabu juu ya matendo yenu mabaya mlioyatenda. Basi mtu aliyokutendea ubaya ule ule mlipe kwa ubaya ule ule. Na mimi mlinitendea na watendea vile vile. Sura yake kageuka kuwa ya bibi Ai Harlin. Alinyongwa. Mungu wangu. Siti, Obi, kuna nini hapa? Siti limrusha kule. Na Ostaz. Shughuli sasa. Alianza kupambana na Ali Ostaz. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillah. Mmelaniwa nyinyi uzao wa Adamu. Aliendelea kumsomea visomo. Mmelaniwa na umma wa Muhammad. Ili jini likuwa lamwambia, "Umeniletea maji." Tamlana jahannam minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Keluar kamu dari tubuh ini. Ondoka pa mwenyewe. Wanafiki. Msio na maadili. Atuwe ni nani? Nipe jibu. Wewe ni nani? Mimi ndio shetani. Ibilisi. Mimi ni shetani. Adui halisi wa umma wa Muhammad. Ostaz, maji hapa. Siti. Maona? Umati wa Muhammad anasema ndio adui yao. Alimtemea maji na kusoma dua ilimchoma. Shehe alimsomea dua. Mungu wangu. No. Alipangusa. Sasa upande wa pili Obi ndipo anapoamka. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Shughuli. Sasa Harlina toka amekuja amekuwa wa ajabu kidogo. Obi au Rabina Tali hakuamini kile ambacho Siti alimnyonga. Sasa hakulala kabisa. Ili tukio lilikuwa limekwenda kutisha. Alimsogelea rafiki yake. Depi. Ni sawa. Papa. Ni sawa tu. Kan udah didoain sama Ustaz Gani aliweza kusha kumtoa ule pepo. Aku takut banget, Del. Naogopa sana Del. Aku sempat melihat niliona uso wake kerasuan alipokuwa amepagawa na mapepo. Bukan Siti. Hakuwa uso wa Siti. Itu muka Harlina. Ulikuwa uso wa Harlina. Hapo ndipo alipostaajabu kwamba uso ulikuwa wa Harlina. Hey, baba yako. Bukannya Harlina. Hati ulikuwa ugeukaje kwa uso wa Harlina? Umi. Umi. Umi Indri. Keadaan kamu, Siti? Hali gani Siti? Membaik. Mimi niko bora zaidi bibi. Lah. Asante Mungu. Obi bagaimana?
Hii kuhusiana na Obi. Assalamualaikum. Amani iwe juu yako. Alipomwona Siti Ranu. Assalamualaikum Obi. Assalamualaikum Obi. Alimwona. Enggak, Niache peke yangu. si Ranu, itu bukan Siti. Mwende Ranu. Ranu. Siti Obi. Mimi Siti Obi. Anamwambia, "Mwondoeni hapa. Naona sura yake huyu hapa." Obi? Ai, Obi, usir Obi. mwondoeni jamani. Arlina. Ni Arlina huyo. Akitaka Siti aondolewe. Anaonekana sura mtu mwingine. Niko hapa mama Indri. Indi, mteke Mwenyezi Mungu astaghfirullah bibie. Arlina. Ni uso wake ni Arlina. Huyo sio Siti, ni Arlina. Teman-teman kamu. Hao ni marafiki zako. Ranu, Dila. Istighfar. Basi mtake Mwenyezi Mungu msamaha. Sema istighfar. Siti anamuona ni Arlina. Namwambia sie. Na ni kweli ambacho anakiona. Salat. Njoo basi tufanye dua kwa pamoja. A'udzubillahi minasyaitonir Basi Bismillahirrahmanirrahim. bibi alikuwa anasoma Qur'an. Wa inna 'alaika la'na ila yaumiddin. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'ath. Basi bibi Ranu wakati anasoma kwa kufuata kanuni na sheria na vina na mizani, basi wakati huo alikuja bibie. Qala fa innaka minal mudharin. Akaendeleza pale pale ambapo yeye alikuwa ameishia kwenye ile aya, tena anasoma vizuri kwa vina na mizani na vile Qur'an inavyopaswa kusomwa. Illa yaumil waqtil ma'lum. Qala rabbi bima aghwaytani law zayyinanna lahum. Basi pale pale alisikia sauti za ajabu na anaweza kusoma. Ranu alisikia sauti za ajabu. Ranu, Alimwambia Ranu, ndani yake jini ndio alikuwa anamuongoza. Unaona? Ina maana tumegundua huyu ndani yake ana jini ndio anamuongoza bibi. Na pia kuna majini anajua kusoma Qur'ani vizuri kabisa. Akaambia tuendelee. Na anakuwa ni mahasi. Kumbuka majini yako mazuri na mabaya. Wakaendelea. Jini alikuwa ndani ya mwili wa bibi Arlina alikuwa ni jini ambaye alikuwa jini muasi, alohasi na kujiingiza kwenye maasi. Hem, twende kazi babako. Basi bibi usiku aliamka sasa. Kumbuka ndani yake ana jini hatari kweli kweli. Mwana mambo, ana jini hatari ndani yake. Ni balaa. Basi kama kawaida, alfajiri watu wanachukua udhu. Ranu, Semalam kan kajian besok apa? ulikuwa unasoma Quran jana na nani? Herlina. Ni Arlina. Arlina? Masuk sih? Hatuna uhakika. Bukannya dia ndak bisa ngaji. Najuaga juu kusoma Quran. Terus, nang di dia sekarang? Hati yuko wapi sasa? Masih di kamar. Nilimwacha bado kitandani. Aku duduk dulu ya. Aku tungguin ya. Dulu aja. Basi ambaye nitakusubiri kwa sababu pia yeye anataka kwenda kuoga na nini, akamwambia mna shida, wewe endelea. Pia ataendelea kuoga, atachukua na mambo ya udhu. Lakini walipofika walimuona leo Kawai na ile changamoto, kisha akamwambia shoga,
Huyu hapa. Na wanajuaga kwamba hawaigi na uso wake umepauka kama marehemu. Anasema sisemi vibaya. Kesini. Kuna kitu kibaya. Tangu aliporudi Harlina. Ati. Sasa anaweza kusoma Qur'an. Jin. Mura. Hiyo ufika kwenye swala ya asubuhi kwa wakati na kile unapomtizama anatabasamu na shindwa kuelewa. Wakati wanamsema alifika hapa akiwa na chumba gila. Ukimwangalia tu yuko hapa. Alo. Ni shughuli babako. Mambo hayo. Assalamualaikum Siti. Assalamualaikum Siti. Assalamualaikum Ranu. Assalamualaikum Danu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Na mapozi. Ini chumba gila. Iko sing aku bilang aneh no. Hii ndio maana yangu nawaambia amekuwa wa ajabu. Ni mtu wa kutabasamu tu. Ndipo palipofunguliwa. Wakati amefungua, bibi Ranu alimkuta huko ndani anabembea, utafikiri mtu kapandisha. Ai, majini kichwani. Anabembea. Walimu wako kichwani. Kuna cha walimu hapa, ni mashetani. Alimgeukia. Her, kamu lagi ngapain? Ati unafanya nini hapa? Harusnya aku yang nanya. Mimi ndio napaswa kuuliza kwamba afanya nini. Berdiri di situ ngeliatin aku. Badala ya kuzungumza unaniangalia. Nikuulize wewe. Al-Rahim. Sasa mida usiku kama kawaida. Mambo si mambo. Bibi toka merudi ana vituko. Ranum. Makasih lo ya, udah mau nemenin aku patroli. Asante kwa kufanya doria pamoja na mimi. Banget. Lakini bado mimi naogopa. Iya. Ni kwamba kwenye shule kuna wanafunzi ambao wanatolewa kufanya doria. Sana pa. Kwa kisha kabisa wenzao wanakaa sehemu tulivu na mambo kwenda sawa. Huu ni utaratibu ambao waliamua kuufanya usiku baadhi yao. Yowes, aku sholat isya dulu. Lazima nifanye swala ya mambo ya ishara. Kamu temenin ya? Je, unaweza kunisindikiza? Sawa, twende pamoja na mimi. Basi walibidi kuingia msikitini. Kwa sababu pia bado wanafanya doria. Bibie alianza kuswali wakati mwenzake yuko pembeni. Kisha kamulika alimuona bibi yuko kule upande wa pili nje, Harlina, wakati mwenzake anaendelea kuswali. Iko shughuli babako. Sami Allahu liman hamida. Harlina. Harlina. Her. Her. Kwa kifupi wanamuita Her. Harlina. Her. Her. Wakati bibi anaendelea kufanya zake ibada, taa zilianza kuzima. Ilikuwa shughuli kidogo. Msikitini pakaanza kwa mapicha picha. Kwamba ni kizaazaa mashetani alikuwa ndani ya mwili wa bibi ambaye wanamuita Harlina. Ana jini la maangamizi. Har alimuona Har. Nakumbuka pia wao walikuwa wako kwenye doria. Aliita Har. Aliendelea kuswali. Asikia nyuma, Sami Allahu liman hamida. Rabbana lakal hamdu katsiran tayyiban barakan fi. Yana shughuli yao. Bibi aliendelea kusujudu. Lilianza bala hapo msikitini.
bibi alizidi kuendelea na alikuwa akichezewa na hilo jini. Na hata hapa sasa swala itakuwa hakuna, maana alitolewa kwenye swala, akatiliwa hofu, akaanza kugeuka huku nyuma kule, mara mwelekeo wa kibla unageuka, anajishangaa, alikuwa amenyokea kibla, mara kageuka huku. Bibi akaona hii ni shule nyingine, anarudi sawa, akiswali anarudishwa, anageuzwa kibla. Sasa anaanza kumuita Herlina, ni kwamba anavutiwa huku, alianza kufuata. Maona shule hiyo. Her? Allahu Akbar. Mwenyezi Mungu ndiye mkuu zaidi. Yuko akitaka istighfari. Nasikia tu Mwenyezi Mungu ndiye mkubwa zaidi. Na maana kama kuna mtu mwingine ambaye ana swali. Bibi swala yake ilikuwa na mauzauza. Basi swala yake alimalizia hovyo hovyo. Wakati anatupa salamu alisikia kelele, alibidi kurudi upande wa pili. Alo, ni Bala. Alikuwa amesujudu tu pale pale. Ni shughuli babako. Alo, alo. Alipomuita Obi aligeuka kwa kituko. Uso ulikuwa mweusi kama nguruwe mwili mzima. Basi ilikuwa ni sehemu ya kumwosha. Walifuata ule utaratibu wa kuosha maiti. Maiti inaoshwa, walikuwa wakiwa wanalia, wanamwaga machozi. Obi shughuli. Walifunga taratibu za sanda kama zinavyofungwa, kisha wakafunga vizuri maiti ile. Kisha ikafanyika swala ya maiti. Allahu Akbar. Swala hii ya maiti inafanyika, hakuna kurukuu, ni kusimama tu. Kwa wale ndugu zetu ambao si Waislamu, basi leo tunawafundisha na kuwaonesha kwamba nini kinachofanyikaga. Kwa baadhi ya watu ambao sijua, maiti inafanyiwa kuswaliwa, lakini hakuna kurukuu, hakuna chochote, ni kusimama tu. Basi watu walikuwa wamekuja kumzika wanafunzi, na baadhi ya wanafunzi baada ya ile tukio kutokea, watu walianza kuchukua watoto wao, maana shule imetokea jambo la ajabu. Binti amekufa huko amesujudu. Basi wengine nasema tunapaswa kuondoka, akamwambia basi jihadharini. Jamani, kwa irini. Bibi alikuwa anafurahi. Ranu alikuwa amesimama hapa. Wakati huo Arlina alikuwa amekuja.
Kamu semalam kemana? Kamar. Ambo ulikuwa wapi jana usiku? Anasema kwenye chumba changu. Jangan bohong, aku lihat Usinidanganye. Nilikuona. Kamar Ranu. Nilikuwa kwenye chumba changu Ranu. Na kweli alimuona. Na alikuwa jana yuko na doria. Kisha akamkumbatia tena kwa kuwa sanifu SCT na wengine. Mwana mambo haya. Sasa wakajikaza kwenda kumfuata Obi. Rabi Natali amekwenda. Wakati wanakuja, yeye alianza kuchumbagila na kusepa zake. Awali bidi kumfuata. Sababu alikuwa rafiki yao Ranu. Wis nggak ada. Obi tayari amekusha kufa. Amekwenda. Kamu udah mau balik tidur di kamar aku aja. Akaambia na hakika mwenzako alikuwa yuko kwenye chumba chake. Ndio. Basi. Tapi orang tua Obi berhak tahu tentang hal ini. Wazazi wa Obi wanahitaji kupewa taarifa kifo chake kilivyokuwa. Bisa lihat hal itu. Sote tunapaswa kuweza kuona kilichotokea. Barangan kasih berita yang belum pasti, Ustaz. Hatuwezi kusema habari ambazo zina uthibitisho. Sitaki demi masuala yote. Pondok. Sasa hii itakwenda kutokuchafua sifa yetu. Ni Umi. Nakubali hilo. Oh. Ni nini sasa? Kita harus ngarang cerita yang kita sendiri nggak tahu apa. Sasa utatoa hadithi kitu ambacho kieleweki. Tayari tuna mengi. Pulang sekarang. Sasa tumesaini kuwarudisha wanafunzi nyumbani. Lakini hii pia kuwarudisha itatia shule yetu matope. Kan nyawa santriwati kita. Kuwarudisha wanafunzi ndio bora zaidi. Pulang. Pengine nafanya. Yang berhak mengambil keputusan itu. Lakini huo Saya akan beritahu. utakuwa wewe hauna wito. Assalamualaikum. Basi nitakwenda kumfahamisha imamu. Waalaikum salam. Nini ambacho afanye? Akasema basi kutokosa wito. Assalamualaikum. Amani iwe juu yenu. Apa hari ini? Ati unafanya nini hapa? Saiki kondisi nih, Kenapa kamu ninggalin Obi? Ulimwacha Obi akafa peke yake. Kwa nini? Niambie, usiniangalie. Dila, tulia. Cuma Melody. Huyu ni mpuzi sana. Kalau kamu nggak ninggalin Obi, Usingemwacha Obi akafa mwenyewe. hidup lu. Angekuwa bado hai. Iya, Dil. Ndio Dila. Aku yang salah. Yote ni makosa yangu. Aku yang salah. Yote ni makosa yangu Dila. Nyesel. Aku yang terakhir lihat Obi hidup dan aku yang pertama Mimi ndio nilikuwa mwisho kumuona akiwa yuko hai. hidup, Dil. Kwa maisha yangu yote. Aku bisa lupain kejadian. Sitasahau usiku huo. Inatosha nyinyi wawili. Kwa nini mnalumbana? semua kehilangan Obi. Sote tuna makosa. Pamoja na Obi. Aku nggak mau kehilangan sahabat untuk kedua kalinya. Lakini sihitaji kupoteza mtu mwingine. Kita saling jaga ya. Mas, Kisha tujichunge kila mmoja tafadhali nini? Itakuwa sawa. Dila alikuwa analia na Sitinde huyu hapa. Na Ranu wakakumbatiana. Mtende mambo haya. Mida ya usiku sasa kama kawaida. Mida ya usiku sasa kama kawa.
Basi mambo yanazidi kuendelea usiku kama kawaida. Bibi akaamka namna hiyo. Mwana shughuli hiyo. Hofu ilianza kumtanda. Chini kwenye kitanda hayupo. Ipo shughuli. Wakati huo pia sasa Ranu yuko hapo chini. Nggak bisa tidur ya. Ati huwezi kulala eh? Ranu alikuwa anaambiwa. Alikuwa anachezesha miguu kisha akarudi. Maona shughuli hiyo? Akateremka hakutaka hata kumuona kwa sababu mwenzao anatisha huyu. Bibi akateremka. Anambia naona utaki kulala. Una usingizi eh? Shughuli iko. Ranu alimwita Ranu. Bibi alipogeuka basi alisikia tu mlango nyui. Ipo kazi. Tukiachana upande pili, bibi akalala. Upande pili kitandani hamna mtu. Miongoni mwa wale wanafunzi watatu walikuwa wamebaki. Sasa bibi akabidi ateremke. Dila. Alimwamsha Dila. Dila. Siti. Nini Siti? Ranu neng di. Aichi Ranu hayupo. Di Ranu. Achi yuko wapi? Anasema sijui. Eti tumtafute. Sasa wakawa wamechomoka. Dila na Siti wanasema kwamba Ranu hayupo. Ranu. Anasema nini wakimuita mwenzao? Bado pana shughuli babako. Sekarang berputih. Watizame kwenye chumba ambacho kiko upande wa pili chini kidogo. Wakaingia. Walipotizama namna hii huku hakuna watu. Asema ni patupu tu. Yowes, kalau mana ayo? Acha tuwatizame mahali pengine. Wakaanza kwenda babako. Ni shughuli sasa. Kitu anakiita Monkari. Hello, ni shughuli. Mambo anachumba gila. Mwana shughuli hiyo? Anachumba gila. Mambo. Ranum. Nom. Kayak Ranum dah nggak ada kini. Eti sidhani kama yuko hapa. Hamon Del. Siti na anaita kivyake. Del kivyake. Nasikia asalamu alaykum. Iko shughuli. Assalamualaikum Dila. Assalamualaikum Dila. Ni sauti ya jini huyo. Unamtawala bibi Harlina. Assalamualaikum Dila. Dila kwenye 19 za Harlina.
Mambo hayo. Aliangua kelele. Dila, ni mimi Ranum. Istighfari bibi. Astaghfirullah. Naomba Mwenyezi Mungu msamaha. Niliona. Siti mana Num? Ati Siti uko wapi? Siti dah. Umemwona Siti? Aku cari Siti kau. Mtakwenda kumtafuta Siti. Tumtafutie Ustaz Gani. Lakini sawa, wakamtafutia Siti, mimi nikamshtue Ustaz Gani, wakagana majukumu. Ranum? Dila, Siti yuko kivyake huku sasa. Huyu ni Siti. Kidogo watizama wanachanganya. Wanafanana kweli kweli, tufikiri mabinti wa kirangi. Mara taa zilizima babako. Ni hatari kweli kweli. Taa zimezima. Hii mambo yanakwenda kwaje? Waalaikum Siti. Salamu alaikum Siti. Mambo hayo. Ni kizaza. Assalamualaikum Siti. Assalamualaikum Siti. Haya. Katokea na bibi. Siti alibidi kuchanganya mbariga. Miguu nisaidie. Akatoka teke. Mwana mambo akatoka mbio. Alikimbilia msikitini. Alipofika msikitini, walikuta hii watu swala na swali. Hii swala kibidubidu hii. Allahu Akbar. Hamidah. Sami Allahu liman hamida. Rabbana lakal hamdu wa kasasuma. Allahu Akbar. Akaona mapicha ya. Hii swala yenyewe akashangaa, watu wanainama na ruku, ni vitimbi vya shetani. Bwana we. Mambo hayo ni kizaza. Wakamgeukia wote. Alafu katikati alimuona bibie Harlina. Ilitoka upande wa pili, sehemu ya nguo ikamfunika, lakini kumbe ni nguo yake. Oh Siti. Astaghfirullah. Ni kizaza. Ranum. Dila mana? Ati Dila yuko wapi? Dila kau Ustaz Gani. Amekwenda kufuata Ustaz Gani. Twende kule. Ni shughuli iko hapa. Bibi alikuwa akiwa anachezea mambo mnege tena kababa. Mambo ni mnyumbuliko. Ni kizaza. Ustazi Ayubu. Ustazi Idi. Ani mashehe wetu hao. Maustazi wetu wa nguvu pale msikiti wa Jamhuri pale. So mchezo. Msikiti wa Markaz. Msikiti wa Mabanzini. Mashehe wetu wakaenda kugongewa. Ustazi Ayubu. Ustazi Idi. Ustazi Bilal. Assalamu alaikum. Ustaz, saya mau minta tolong. Ustaz, tunahitaji msaada. Gani? Ustaz Gani. Walikuja kwa ustazi. Maaf ganggu. Msamahani ustaz kwa kusumbua. Siti hilang. Tusaidie. Siti hayupo. Ustaz. Ali Ustaz. Ustaz Gani. Ustaz Bilali. Ustaz Bilali. Ustaz Idi. Bwana we. Nyuma yake huyu hapa. Akataka kumshika shekhe miguu. Ustazi. Alimuona mama mambo. Lakini hapo pia Ustaz Gani hayupo. Ustaz Bilali. Unaona? Hii picha imechezwa hapo za uyani. So mchezo ungali mitedi. Jamani nisaidieni. Msaada. Kumekucha. Nisaidie. Assalamualaikum Dila. Assalamu alaikum Dila. Mambo hayo. Bibi alipepesa macho huku na kule. Hakufanya koko na lolote. Ili kwa kabadi. Assalamualaikum Dila.
Walisikia wangi huko. Umi Indri. Kenapa? Ayu alimamsha. Umesikia hiyo? Walibidi kuamka mbio mbio. Maana mambo yamekuwa si mambo. Aiti twende. Ni shughuli babako. Walipofika Dila. Mese? Ni kitu kilitoweka. Hao upande wa pili. Walisikia wangi huko. Na wakabidi waje huko upande wa pili. Pana shughuli. Umi Indri na Umi Ayu wanawasha tochi hizo. Umi gak salah dengar. Umi, kweli umesikia kitu? Ini nggak ada siapa-siapa. Hakuna mtu, mbona huku nje? Harus periksa, Umi. Tunapaswa kutizama, Umi. Cemaskan, Umi. Hali inazidi kuwa mbaya. Twende zetu. Wakabidi kujifunika, maana mambo yamekuwa si mambo huko. Mambo ni hatari. Dila. Wanamwita Dila. Kenapa lagi ini? Dila, katanya kayak Obi. Misi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ati nini kimempata? Kimempata kile kilichompata Obi. Dila? Mwenyezi Mungu. Astaghfirullah. Bibi alikutwa amekuwa mweusi kama nguruwe. Mwenyezi Mungu. Do. Alikufa akiwa amesujudu. Ase Dila hatari amekwenda. Astaghfirullah. Dila amekwenda. Shughuli iko hapa. Wakati anamcheki namna yeye anamwona Harlina anawaderi kwenye shamba la matembele. Iko shughuli. Kita nggak bisa diem aja, Ustadz. Tunapaswa kufanya jambo fulani. Korban. Waasirika wawili tayari. Santriwati. Tunapaswa kuwarudisha nyumbani. Akisema hapana. Tunggu dulu Kiai Darus. Tunapaswa kumsubiri. Itu baru ambil keputusan. Kiai Darus haja hapa Sheikh Mkuu. Saya Ni dharura. untuk memulangkan para santriwati. Lazima tukamjulishe Sheikh Jefo, Profesa. Tulieni. Waalaikumsalam. Amani iwe juu yenu. Ostazi. Ni Harlina. Vipi kuhusiana na Harlina Ostazi? Coba kalian pelan-pelan jawab. Tuambieni taratibu. Ternyata selama ini semua adalah Vinavyoonekana vifo vyao sababu ni yeye Harlina. Atazungumzia nini wewe? kita berdua Tulimwona Dila telah diserang sama akimshambulia Fajar. Harlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amani iwe juu yenu. Zingatieni wanafunzi wote wali Ar-Rahim. Tafadhali kusanyikeni msikitini, maana mambo ni kabadi. Tena zingatieni wanafunzi wote. Sekarang juga. Kusanyikeni msikitini. Sasa hivi msikitini, kusanyikeni wote. Maana mambo yalikuwa mbaya, kimbilie msikitini. Hayo yote yanaonekana anafanyika bibi Harlina. Ustaz Jafari pamoja na Ustaz Gani wakaanza kuzunguka, wanamuita Harlina. Na anasema hayo yote yanahusika na bibi. Na baadhi ya wanafunzi wengine walibaki. Sasa wanafunzi wote wakabidi kuletwa sehemu moja. Twende sambamba babako. Mambo ni msege mnege baba. Kababa inatisha hii. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nyumbani kwa kina Arlina. Sasa wanafunzi walibidi kukimbilia msikitini. Pengine ndio usalama yao. Maana imekuwa balaa. Sasa wakati watu wamelala hapa, Ranum hakulala. Alipepesa jicho huku na kule. Wenzake walikuwa wamelala. Mama kazi akawa yuko hapa, alikuwa bibi Ranum. Tena na cheka Harlin.
au bibi Arlina anamwita Ranum. Ranum, shughuli Mau nggak temenin aku ke toilet? aje, unaweza kufuatana mimi twende chooni? Ya. Sawa, twende. Wakafuatana kuelekea maeneo ya chooni. Sama ya. Basi twende haraka, Ojo tinggalin aku loh, Num. usiniache sawa? Ranum, Tunggu sini. nitakusubiri hapa. Kaambia sawa. Alikuwa ni bibie Siti, amekwenda huko. Siti wakati anafungua mlango upande wa pili chooni, tunamuona Arlina na wazazi wake walipigiwa simu kule, walichoambiwa sikujua ni nini. Basi bibia kati huko chooni anajisaidia. Basi bibia alikuwa amemalizia haja yake, alisikia mchakacho wa mlango Ranum, akimwita Ranum. Num, kamu di sini? Ni Ranum, mbona uko hapa? Ranum yeye yuko nje anamsubiri Siti atoke. Mara kuna mtu alikatiza, maona shughuli hiyo. Bibi yuko hapa ametulia tu. Siti? 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 Siti, kamu ngapain di situ? Siti, unafanya nini huko? Alimwona Siti anaelekea upande pili na aliingia ndani chooni. Sasa iko shughuli. Akamfuata Siti. Siti akasimama upande pili kwenye miti mikubwa kweli kweli. Siti. Siti alimfuata. Ameonekana amevaa mavazi ya Siti kabisa. Je, ni Siti huyu? Siti. Siti amesimama kwenye miti miwili. Ni miti fulani ambayo anaita mwenda kuzimu. Sini, Siti. Hatu wanafanya nini hapa Siti? Siti. 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 Ranum. Ranum alipogeuka, mbona huyu ndiye bibi Siti anatizama namna hii? Ranum. Salamu alaikum. Ranum aligeuka, alikuwa ni bibi ameshape mavazi ya bibi Siti. Baba we, miguu nisaidie. Ranum walikimbia kwenye miti ya mwenda kuzimu. Ni miti hatari kweli kweli. Walikimbia, kila kikimbia wanajikuta kwa pale pale. Ranum kisha alikamata mguu na kumburuza. Siti, nisaidie. Ranum, Ostaz alifika hapa. Nisaidie Ostaz. Mwana mambo Ostaz Bilal iko shule hapa. Jamani, kimbieni huku. Basi gari likawa la kuja mbio mbio haraka haraka hapa ndani ya bweni. Mama yake alipigwa simu. Watu wewe ni nani? Mimi ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Mimi ni jini ambaye alikuwa Muislamu. Achia mwili wake. Yana manusia. Aku di sini dipanggil untuk membunuh manusia-manusia yang jahat. Kuna mtu ananiita hapa kuhakikisha kwamba na kwenda kufanya kazi iliyoagizwa. Innahu la yuhibbu zalim. Hakika Mwenyezi Mungu hapendi wale watu ambao ni madhalimu. Kamu dengan ayat-ayat Allah. Nitakuangamiza kwa maneno ya Mwenyezi Mungu. Anasema niko hapa kwa ajili ya kulipa. A'udhu billahi minashaitani rajim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu. Hakuna Mungu isipokuwa Mwenyezi Mungu. Alianza kumsomea sura ya Kursiyo. Ni aya hatari kwa majini. Alafu jini lamfatiliza. Bwana we, ukisikia jini limemnyonga sheni balaa. Sama watu wa mafili ardhi. Allahu Akbar. Alimpiga na tasbih. Mambo hayo. Tasbih ni hatari. Alicheka. Shughuli. Mayat tabi. Enyi waumini, Tuwati syaitan. msifate nyayo za shetani. Innahu Yote anayefuata nyayo za shetani kisha wajue huo ni uovu, hiyo ni munkari. Halo Arlina,
Hasendi shughuli. Jini huyu hawezi kutoka kwenye mwili wake kwa sababu kuna kitu kimoja watu wengi hawajuagi. Hata mashehe wanasomeaga baadhi ya watu ambao wasofahamu mambo ya kina kiundani ya majini. Wanasoma visomo vya rukia. Ni kwamba kuna kitu kinaitwa kifungu. Bila kile kifungu ukisambaratisha huwezi kumtoa jini kwenye mwili. Hata siku moja. Jini ndani anapokuwa yuko kwenye mwili, wengine wanafungiwa kwenye mili, wengine wanafungiwa na mikataba waliokubaliana na kifungu chake. Sasa alipokuja hapa katizama gari la mke wake kwamba ilikuwa imepata tatizo, imejigonga na kulikuwa kuna kitambaa. Aku tuh nabrak Asema aligonga rundo la kuni hapo barabarani. jalan Alikumbuka hiyo habari. mau ke pesantren. Akati nimekwenda kwenye shule ya bweni kumletea Arlene. Na kumbe siku hiyo mama yake Dewi ndio aliyomgonga Arlene bila kujijua. Akasema kwamba alipamia tu kifurushi cha kuni, kumbe alimgonga bibi na akaenda kujigonga kwenye msingi wa barabara ambao jiwe limewekwa pale. Na bibi alijua amegonga tu kipande cha mbao, lakini sivyo, yeye ndo alimgonga mwanae na kujigonga kichwa pale. Ndio ilikuwa ajali mbaya. Mama alibidi kuendelea. Sasa mzee ndo anagundua gari ilomgonga ni mkewe binafsi. Twende hapa. Ipo shughuli babako. Jini huyu hawezi kutoka kwa sababu ana kifungu. Na kwa nini bibi amekuwa hivi? Huu sio mzuka. Sasa upande wa pili alikwenda na mtu. Alirudishwa. Bwana we. Ipo shughuli. Mama alifanya mbaya. Kwa nini alimuua mama? Hebu twende, kwa nini alimuua mama? Kwa sababu mama naye alimfanyia ubaya wa kumgonga. Ustaz Gani na Ustaz Jafar pale kwa pembeni. Huyu jini anakuja. Akataka kwenda, alikamatwa. Alikutana na Profesa J4. Tulia hapa. Umekutana na mjukuu wa Darweshi hapa utakaa. Sio mchezo. Mambo hayo. Huyu ni mjukuu wa Darweshi, mti mkavu. Mwana mambo lagi. Alianza kumsomea visomo. Nama Allah. Billahi. Sio mchezo. Mawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukfu yuhasibukum bihinna. Baba alikuwa anatizama. Masheo kaunganika watatu, sasa walibidi kumpiga mdondo huyu jini. Sasa ujini hawezi kutoka kwa sababu ana kifungu. Mwana mambo utasoma sana hapa. Kematiannya dirahasiakan. Sasa baba alikumbuka Terutama kepada samani, naomba mtoto asije kambeba mamake kwamba alikufa binti huyu kwa sababu hii italeta matatizo. Vipi inaendeleaje hali yake? kondisinya udah cukup membaik. Biarkan dia. Anaanza kupata nafuu, wewe usijali. Yeye aliamua kumpeleka huko kwenye mapango kwa mzee Mangube huko. Hidupkan anak saya, Pak. Tafadhali, naomba msaidie binti yangu. Nitafanya chochote. Alimpeleka huko kwenye visiwa vya Tumbatu huko Zanzibar. Akaambia hakuna shida, nitakutengenezea mambo. Ndipo alipokwenda kukutana na adui chongo, mtu mmoja ambaye anakwenda kumtengenezea dawa. Sasa huyu atarudi kulipiza kisasi. Ukachukuliwa msumari wa jahazi. Basi hii hapa ni kifungu chake. Hakikisha kwamba unataka arudi kulipiza kisasi. Hari ini Herlina kondisinya sudah. Basi anaambia hali yake inazidi kuwa nzuri, amerudi shuleni, yuko bweni. Pesantren. Yuko shuleni. Nyata di sana ada pengobatan alternatif yang bisa dengan. Kuna matibabu mbadala walimpatia kule. Basi amebakia tu majeraha. Makhluk inkan dan makan mantan punya. Basi ndipo alipopelekwa huko kwenye mapango kwa Tumbatu. Basi alikutana na mtaalamu mmoja na anaitwa Dichongo. Alipiga ule msumari wa jahazi. Mereka itu butuh mengisolasi Her biar luka-lukanya cepat sembuh. Basi akamwambia mama usijali. Mzee akapiga ule msumari. Akaambia sasa huu msumari ndio kifungu chake na huu msumari usije ukatolewa mpaka pale ambapo atapomaliza kisasi. Na baba alitaka mwanae arudi alipize kisasi. Na ndipo baba alikumbuka kwamba kifungu chake ujini ni ule msumari. Hii muelewe siku zote. Sio unahangaika kusoma visomo tu unasema kwamba hapana, lazima ujue kifungu kile kimewekwa wapi. Ni pale pale utapokuwa na utambuzi au na maono ndio unaweza kufanya jambo la kutegua kitu fulani, unakujua kwamba jini huyu amefungiwa kifungu chake wapi. Kifungu chake kilikuwa ni msumari. Umeona? Utasumbuka kujipaka sijui mafuta fimbo ya Musa. Sijui ukajipaka mafuta kila namna ikawa balaa. Ukaenda kuomba kila kanisa ikashindikana, isipokuwa kile kifungu mali kimefichwa. Na vifungu hivi vinafungwa na maneno maalum. Umeona? Yaani vinafungwa na maneno maalum. Yaani vinafungwa kwa password. Na kwa pia kuna maneno ya kichawi. Sasa lazima ujue kuna namna ya aya au sura ambazo zinaweza kuvunja maneno ya kichawi.
Kwa hapo unatakiwa umeindipu kwenye elimu, au wale watu wanaokuwa wameindipu kwenye masuala ya tiba. Ili kuwapo ni jaramba ambalo hawakuamini. Baba alikwenda huko Tumbatu kwenye mapango, basi akaenda kumamsha binti yake, na kwa sababu mkewe ndio alomgonga, alomuua, basi mpaka na mkewe alimuua, na alikuwa huyu anataka kulipiza kisasi, na pia mganga alimwambia asichomwage ule msumari kabla. Na ndio yale ujini alikuwa anamwambia kwamba nyinyi binadamu msifuate menendo ya shetani, kwa sababu huo utakuwa ni ushetani mkiwa mnafuata. Iblis Mashetani adalah makhluk Allah na mashetani, Ibilisi pia aliumbwa na Mwenyezi Mungu paripurna. na Ibilisi, shetani maluni, alikuwa ni mwamilifu, Allah lebih alikuwa akimwabudu Mwenyezi Mungu kwa muda mrefu. kesombong. Hata hivyo kiburi chake ndicho kilichomzuia yeye Ibilisi Sujud pada Adam. Lalu mereka kwa kukataa kumsujudia Adamu, sijida kumheshimu, menyesatkan anak na kisha alisema kwamba atawadanganya wanadamu mungkaran. na wana wanadamu kuingia kwenye munkari, kwenye uovu. Semua anak Kila mmoja katika uzao wa Adamu da watajaribiwa, itu atawashawishi kutenda mazambi, akan tergoda. na wengine wao wataanguka, Mereka yang isipokuwa wale ambao wamejitakasa na walikuwa na imani thabiti. Hii aliomba ruksa kutoka kwa Mungu, na wale ambao walikuwa waaminifu apapun bila kutarajia jambo lingine isipokuwa ni sababu kwa Mwenyezi Mungu. Hii ni dhamana Ibilisi ambaye aliomba, na kiburi chake ndicho kilichompelekea kufukuzwa katika mbingu. Walikuwa wakimuita Sigbat Allah, alikuwa ni baba la kusujudu shetani Ibilisi unayemjua. Lakini pia aliomba ruksa kwa jaribu wana wa Adamu. Sasa picha bado haijaisha. Kumbuka alipewa masharti na yule bwana kule alipotoka kule Tumbatu kwenye mapango kwa adui chongo. Umeona shughuli hiyo? Basi palikuwa panabishwa hodi, kwa sababu aliambiwa asitoe ule msumari, kwa sababu yule jini alikuwa na mikataba na makubaliano na yule bwana ambaye alimwamsha. Sasa yeye alitakiwa yule jini kazi aliyompa amalize. Sasa kwa sababu yeye alitoa kile kifungu, ina maana ujini huyu yuko kwenye mikataba. Nilikwambia ukitoa kabla ya kazi kukamilika. Nilikwambia usitoe kabla kazi kukamilika. Sasa bado kazi haijakamilika. Msumari uliokuwa na damu, ina maana msumari huu ndio uliokuwa maagano. Ina maana huyu bado ataendelea kuua, na hii amekiuka masharti, na mwili wa mwanao uliohusika uliamka tena. Mambo haya. Asalamu alaykum Sabto baba. Bwana wewe. Anawatafuna. Kitu hichi hapa wanakiita munkari. Munkari maana yake ni uovu au ubaya, ukaidi, chochote kile ambacho ni cha uovu. Basi nami nikwambie usikose mapicha kama haya, tutazidi kukuletea kupitia Ndana Foundation Family. Tuko na bwana Ilari, alikadhalika pia na John Mapenzi, all of the move. Kama kawaida, basi tunawakilisha vizuri kama kawa. Mambo ni msege mnege babako, twende sambamba kababu. Asante sana Tanzania. Ndio manake. Bye bye. Ciao, hasta la vista, bravo.